Huwa ni mpenzi mwanamichezo aswe mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, na wazungumzia klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Kama ulikuwa unajiuliza tiba ni nini, basi tiba imekwisha patikana, na kama ulikuwa unahisi klabu ya Dar es Salaam Young Africa imekwisha poteana, basi sasa ulikuwa hupo katika meza tofauti, meza ambayo haijakupa ukweli kuhusiana na sakata linaloendelea ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africa, lakini pia kwenye management nzima kupitia rais wa heshima wa klabu ya Dar es Salaam Africa Engineer Hersi Said, lakini pia sakata kubwa la kocha mkuu wa klabu ya Dar es Salaam Africa, kocha ambaye anakwenda kutangazwa hivi karibuni. Kocha wa Young African amezungumza mambo mengi, na hii imefungua kodi ya kwa nini klabu Dar es Salaam African hawana pressure yoyote wakati huu, na ni lini hana hatua nchini Tanzania kwa ajili ya kumalizana klabu ya Young African. Tunakwenda kuzungumza hapa, kwa hiyo usahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment unashabikia Yanga kutokea maeneo gani, lakini pia vipi kuhusiana na sakata la bwana mkubwa Diala ambalo limezungumzwa na rais wa CAF moja kwa moja kuhusiana na adhabu kutokuendana na kosa ambalo mchezaji amelifanya, lakini pia kutokuwepo kwa ulinganifu wa adhabu kati ya wachezaji na wachezaji. Mchezaji huyu atapewa adhabu, na mwingine akifanya anapuuziwa na mambo yanapita kama hayajatokea. Sasa ipi taswira kubwa ambayo inakwenda kwenye soka la Tanzania, na ni kwa nini inakuwa namna hiyo? Usahau kusubscribe na kuniambia wewe unaishabikia Yanga kutokea maeneo gani. Lakini moja kwa moja, kwanza tuanze na swala linalohusu klabu yetu pekee yetu, klabu ya Dar es Salaam Africa. Ukitazama takwimu ambazo amekuwa nazo kocha aliyekuwa kocha mkuu wa klabu ya Dar es Salaam Africa, kwa sasa tunamuita ni aliyekuwa, kwa sababu mambo yamekwisha kuwa ya moto sana huko, na zinaonesha kwamba alikuwa anafanya vizuri akiwa na klabu ya Dar es Salaam Africa, lakini sio kwa level ambayo viongozi, mashabiki, lakini pia na uhalisia wa klabu ya Dar es Salaam Africa walikuwa wanauhitaji. Kuwa nafasi ya kwanza, lakini pia kuwa na point alizonazo ni heshima kwa klabu ya Dar es Salaam Africa, lakini pia sio ile quality ambayo wao walikuwa wanaitaka. Ndio maana termination ya mkataba ilianza taratibu kwa kuleta kocha mwingine ambaye anakuja kumuongoza, kocha Nasri Bin Nabi ambaye ana experience ya kutosha ndani ya kikosi cha Dar es Salaam African. Sasa Nasri Bin Nabi amezungumza leo na tutakwenda kumsikiliza, lakini tutaanza kuchambua kile kidogo ambacho amekizungumza, na tutakwenda kumsikiliza moja kwa moja kwa sababu lugha ametumia ya Kiingereza. Sasa tuchambue kidogo na twende kusikiliza moja kwa moja kile ambacho amekisema Nasri Bin Nabi. Lakini kwa ufupi ni kwamba Nabi amezungumza kwamba alikuwa na wakati mzuri akiwa na klabu ya Dar es Salaam Africa. Anakumbuka mara ya mwisho kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Africa alikuja kama kipindi hiki katikati ya msimu, na aliweza kuitengeneza timu, na pia amewataja wachezaji ambao aliweza kuwaleta kama kina Fiston Kalala Mayele na wachezaji wengine ambao waliweza kuleta mambo makubwa, na amewaambia uwezo wake bado haujashuka, na amesema ng'ombe azeheki mahini na yeye ni ng'ombe dume. Kwa hiyo anavyokuja kwenye kazi yoyote ambayo huenda ikawa ni Young African au kazi ya mtu mwingine, basi utegemee timu yako itakuwa ni tishio barani Afrika, kwa sababu ya muda ambao amepata kupumzika, muda ambao amepata kutumia ili kuona ni wapi mbinu zake zilikuwa zinalega katika michuano mikubwa, na amelifanyia kazi, na sasa yuko tayari kurudi kazini. Sasa hii ni ndio kwa Yanga au ni hapana? Niambie wewe shabiki wa Young African, kipi unaweza kukisema? Asante sana, usahau kusubscribe. Asante.